Wagwan, welcome to Idare Online Media. So Likoni Ferry imekuwa na incidents ngori of late. Watoto chota miguu. Imetulia. Oje inarudi Riverside. Niki inaenda. Ferry inaenda. Kuna vile sijui hizo ferry ni kama zina breakdown. So kuna delay fulani hivi. Na accidents ni rahisi sana kufanyika. So unapata kuna day wasee wameshona hapo hivyo jo, wamekaa hadi usiku bado wasee ni wengi. Design ni very dangerous. So unapata ferry ikikam hivi wasee wanaikimbilia deadly. Kuna wasee hadi wanaweza ingia ndani ya maji. A few days ago kuna mwizi fulani alishikwa pale ferry. Huyo mwizi jo walimtibu maviding, ikabidi hadi ameruka tu ndani ya maji. Na si ati akiruka ndani ya maji ati wasee wamemforgive. Mamawe zinamfuata. Mamawe zilimfuata nini. So sijuangi story ya mwizi iliendanga aje. Sijuangi kama alidrown tu hivyo akadedi ama aliswim. Unajua wezi pia wamejipanga, wezi wako na skills. Pata msanii iba kwa ferry, huyo ni mtu anajua kuswim. So sijui kama aliseviwa ama alisurvive ama rada gani. But hizo incidents za ferry of late zimekuwa alarming. Unaona zimekuwa alarming design. Una scroll tu hivi naona, na scroll hivi naona, unacheki. Alafu kitu inakuwa more dangerous ni ati nikiscroll hivi nikiona hapo chini kwa search bar naona wameandika Mtongwe ferry capsize sijui 19 nini. Hiyo sasa ndio inanishtua. Juu sasa hizi incidents zikiendelea ni kama tunataka kusema ati history itajirudia, of which haifai hivyo. So kuna vile inafaa serikali, sasa sijui ni serikali gani, sijui ni ya county, sijui ni ya national, ione venye sasa tunaweza kuwa na permanent solution towards this thing. Unaona? Solution haiwezi kosekana. Sijui kama ni ferry ndo hazitoshi, sijui kama ni anything. Hiyo solution imwokde ndo itazuia risk of accidents of nini. Juu pia ni dangerous sana. Kwa wale wasee wenye hufanya job tao tuseme, wasee wenye hufanya job Mwembe Tayari, Chuda nini na wanatoka Likoni. Unaona? So unapata umefika hapo unapata wasee wameshona. Tuseme umefika hapo 6. Unapata wasee wameshona. Unaona alafu hiyo siku maybe kuna breakdown ama nini. Ukae hapo hadi saa 3 saa 4 usiku. Bado hujavuka. Uishie sasa uvuke tuseme through God's grace uvuke. Uende kwako. Unajua tena ukishavuka si ati ni hivyo. Ukishavuka hiyo side umevuka, security mtu yangu ngori. So upambane hiyo masaa 4 usiku ujipate vile utafika kejani. Si ndio kufika kejani piga dua, ambia God asante. Ukishafika kejani tena vile utadishi. Ishafika saa 6 usiku hujalala. Asubuhi nafaa uamke mangware uende Wera hapo masaa 1 ama 6. Na ukumbuke ndo uende hiyo ndo ufike hiyo saa 1 lazima uvuke ferry. Unaona? Tena inafaa ikuwe mapema. So wasee wanaishi huko sasa wanakapitia. Alafu bado kuna wenye sasa hufanya kazi hizo sides na wanaishi kwa island huku hivi. Unaona? Au pia the same situation. So government mimi sijui inaweza fanya nini, lakini lazima kuna solution. Alafu nilisikiaga ati port iliuzwa. Sijui nini iliuzwa.
Hizo mastori ni ukweli. Kenya doesn't own Mombasa Port. Ati inakuwa owned na jamaa fulani hapo hivyo. So sijui rada, sijui ni ukweli, sijui ni nini. But ferry hapo Likoni kuvuka, we need a permanent solution. We need a permanent solution. Juu residents hasa wanaumia deadly. Ukiona hizo mavidaa like wasee wamejaa. Wasee wamejaa ile kukimbia, wasee kukimbia ni ngori. Na mimi siwezi laumu wasee kukimbia. Juu msee ako na mashughuli zake anadai kuishia the other side. Unaona, maybe mtu ameitwa kuna emergency nini. So kukimbia hiyo ni nature, hiyo ni human nature. Hadi ukikumbuka vizuri maybe primary ama high school. Unaona, time bell ya lunch na ring. Ring. Wasee walikuwa wakitoka siaka msee. Kwanza kama siku ya rice. Msee anatoka siaka rararara. Kwa line inakuwa wa kwanza. The same thing ina happen kwa ferry. The moment ferry inafika hivi, hata ijabwaga wasee, huko wanasemaga bwaga, kuna kushuka. Bwaga. So si ferry haijabwaga, wasee washatoka ndani wakikimbia. Of which bado ni risky. So ngori inaanzia hapa senye wasee wanapanda. Usikie wasee wakipanda, unajua wanakuwaga wengi. Design hiyo ferry imesimama, lakini wasee wakipanda inaanza kuenda yenyewe. Unaona. So mtu mwenye yuko rada ama wasee wenye wako rada, unaweza enda hivi ukidhani mnapanda kumbe mnaingia kwa maji. Like maybe ilikuwa ishaanza kuenda, ishafika pale. Then umati wa watu iko mbele yako, nyinyi mkiendelea kuenda. Nyinyi hamjui hiyo distance ishaenda ni kirefu. So nyinyi mnaweza ingia kwa maji. Acha hiyo. Sasa kuna wale wenye wako na watoi. Unaona, mbeba mtoto wako mdogo hapo hivyo alafu bado unadai kuvuka mtu wangu. So imagine mablanda kama hizo zikiendelea kutokea nini. Unaona, ni dangerous kwa hata mtoi. Huwezi kimbia na yeye, huwezi fanya nini. So government hizi ni vitu inafaa ziangalie before zianze kuangalia vitu zingine kama housing ziangalie.